Yo, karibu kwenye channel ya Z CyberX. Leo tutazungumza ukweli ngumu. Kwa nini wanafunzi wengi wa masomo ya kompyuta, yani IT, computer science, cyber security, wanachoka haraka? Na zaidi ya hapo, unawezaje kuepuka hilo na kuendelea kuwa na motisha kila siku? Hebu jiulize, kwa nini watu huanza kozi za kompyuta kwa nguvu, lakini baada ya wiki chache wanapotea? Wengine huacha kabisa, wengine huendelea kwa mazoea bila kuelewa chochote. Na kama hujui jinsi ya kulikwepa hilo, litakumeza kimya kimya. Sasa ungana na mimi leo uweze kujifunza ni kwa nini unajisikia hivyo. Unajisikia hivyo, unajisikia kutokuendelea na chochote, unajisikia kutokufanya chochote. Kitu cha kwanza, kwa nini unachoka haraka? Unataka kujua kila kitu mara moja. Sababu ya kwanza ndo hiyo, yani unataka kujua kila kitu mara moja. Hii ni psychological trap ya masomo ya kompyuta. Unapoanza unataka kujua kila kitu: Python, Java, C++, Linux, Git, artificial intelligence, cyber security, zote kwa wiki moja au ndani ya mwezi mmoja. Ni kama kujaribu kunywa maji ya mto kwa kikombe kimoja. Ubongo unachoka, unajisikia huwezi, unakata tamaa. Solution ni ipi? Jifunze kwa vipande. Chagua kitu kimoja kwa wiki au kwa mwezi. Fanya kidogo kila siku. Mfano, wiki ya kwanza jifunze Python basics, wiki ya pili jifunze Git. Progress ndogo kila siku ni bora kuliko pressure kubwa mara moja. Hii inajenga confidence na inakupa nafasi ya kuelewa kwa kina. Changamoto ya pili, huna ratiba ya kujifunza. Wengi hujifunza tu wakihisi leo nipo kwenye mood ya kujifunza OSINT. Leo nipo kwenye mood ya kujifunza Python, lakini tech inahitaji consistency, sio hisia. Ukiwa huna ratiba, unajifunza kwa bahati nasibu, na hiyo huleta kuchoka haraka. Solution, kuna technique inaitwa Pomodoro technique. Dakika 25 za kujifunza, dakika 5 za kupumzika. Rudia mara 4 halafu pumzika kwa dakika 30. Hii inasaidia ubongo kubaki fresh na motivated. Na unaweza kutumia app kama Focus to Do au Tomato Timer kukusaidia. Kingine, hakikisha una ratiba, yani kwa mwezi unaweza ukasema mwezi huu unataka nijue kitu fulani, then usirukeruke. Focus kwenye hicho kitu. Japo kwa utakuwa na vipindi darasani, lakini let's say ule muda wa kujisomea au kujifunza, focus na hicho kitu. Hiyo itakusaidia. Kitu cha tatu, kwa nini unachoka haraka? Hujui sababu ya isoma tech au masomo ya kompyuta. Kama hujui kwa nini unajifunza IT, kwa nini unajifunza computer science, kwa nini unajifunza cyber security, utachoka haraka. Ni kama kuendesha gari bila destination. Unazunguka tu bila kujua unaelekea wapi. Utafanyaje hapa? Jiulize. Unataka kuwa nani baada ya miaka 3 au 4? Cyber security analyst, software developer, ethical hacker, au system administrator, web designer? Ukijua lengo lako, kila siku
inakuwa na maana, unaamka ukiwa na direction, na kila kitu unachojifunza kinaingia kwenye picha kubwa. Hakikisha unajua kwa nini umechagua kusoma masomo ya kompyuta, kwa nini umechagua IT, kwa nini umechagua computer science. Itakusaidia sana. You will stay motivated. I want to be that guy. Chukua hiyo, itakusaidia baadaye. Cha 4, unajilinganisha na wengine. Unamwona mtu TikTok au YouTube anasema nimejifunza Python kwa siku 3, alafu unajisikia wewe ni slow, lakini hujui background yake. Labda ana experience ya miaka 5, au amesema tu just go capture just like a hook, uweze kutazama ile video. Ufanyeje? Jilinganishe na version yako ya jana. Yani jiulize, wakati unaanza kusoma tech au wakati unaanza kusoma Python ulikuwaje? Ulikujua hata kuprint hello? Leo unajua 5 kujumlisha 5, unajua if statement, unajua variable. Yes, sio na watu wa internet. Progress yako ni ya kipekee sana. Furahia mafanikio ya kila hatua. Kama jana hujui loop, leo umeelewa, hiyo ni ushindi. Kisaikolojia, kulinganisha na wewe mwenyewe hujenga motisha. You stay motivated. Sio unajilinganisha na mtu aliyopo kule YouTube. Nitakueleza usijilinganishe. Namuona mtu I have just hacked this website, oh my god, ni vulnerable hiyo. Alafu wewe kula zako ugali, unaenda umeshika kompyuta, leo lazima ni haki ile website. You are going mad. It's not a process of one day. Au umejifunza HTML tu, nataka nitengeneze kabisa website kama ile. You can try but you'll never reach there. Little progress ni important sana. Yani acha kujilinganisha na watu wa mtandaoni, unakupa pressure. Kitu cha 5, kwa nini unachoka haraka? Unajifunza peke yako bila support system. Kujifunza tech peke yako ni ngumu. Wengine wanakata tamaa kwa sababu hawana mtu wa kumuuliza, kushare progress au kupewa motisha. Kutana na uelewi kabisa, uelewi variables zinamaanisha nini, uelewi kabisa root, if, for, nini zinamaanisha nini, lakini unajikuta kila unapojaribu kufuatilia unaishia pale pale. Ni kwa sababu hujapata mtu wa kusupport. Unaweza kukutana na mtu ambaye akakuelezea hicho kitu kwa njia nyepesi, yani ukajiona hata kumbe nilikuwa ni fara, nimehangaika, kumbe ni hivi tu, kumbe variable ni container, hivyo tu. Solution unataka kufanyaje? Jiunge na community, Discord, Telegram, GitHub au hata magrupu ya WhatsApp. Tafuta watu wanaojifunza kama wewe. Yani tafuta watu ambao wapo kwenye the same atmosphere, yani wapo kwenye masomo ya computer, IT, cyber security, kitu kama hicho. Ikiwa na watu wanaojifunza kama wewe, unajisikia motivated zaidi. Unaona progress ya wengine, unapata majibu haraka na unajenga network ya tech. Nitaona mwitikio. Kama utaona tutengeneze group la Telegram,
nipo tayari, tutatengeneza kukutanisha watu the same atmosphere, watu wa masomo ya kompyuta. Then ukiwa na shida unaweza kuuliza hapo, sio unaanza kuzurura. Na wengine they get scammed, unaweza tukaibiwa. Zurura tu kwa Telegram, huna mwelekeo, najikuta umepigwa. So nitaona kwenye comment sections kama mtapenda tuwe na grupu kama hilo. Kingine jamani, IT, computer science, cyber security, sio lazima wewe umechaguliwa basi wewe umechaguliwa kusoma IT basi. Hata wewe mtu wa education unaweza ukaingia kwenye tech program, yani hizo program za computer, na ukafanya vizuri hata zaidi ya yule ambao amebe enrolled. Just studying at your own. Kuwa tuna series ya kujifunza taratibu. Kwa hiyo kama unataka kuepuka kuchoka mapema kwenye tech au masomo ya kompyuta, jifunze kwa pande, tumia Pomodoro, jua malengo yako, jiunge na community, acha kujilinganisha na wengine. Hizo chukua, hizo ni kodi, zitakusaidia kwa sababu wewe umeanza kujifunza masomo ya kompyuta na una ile hisia, yani unajiona haujui kila kitu. Ni kwa sababu umerukia kila kitu, yani wiki hii ulikuwa unasoma web design, umesoma HTML, soma CSS, umefika wapi, umeona mambo magumu, umesikia OSINT ni nzuri, open source intelligence, unaingia unajifunza na nini. So you are inconsistent. Hamna sehemu ambao base kwamba unaweza ukasimama au kasema mimi kwenye masuala ya OSINT nitumie picha na kutafutia imepigwa wapi, tafutie latitude and longitude. Uwezi, na unasema umesoma kila kitu, umepitia kila kitu, na watu kama hao ni wazuri sana kwenye maneno, lakini msogezee kompyuta, mwambie tufanyie. Don't be that guy. Kuwa mtu wa vitendo. Kwa hakikisha kila kitu najifunza. Consistency, yani mtu ukisema unajua Python, we hear it. Naweza hata mtu ukamuelezea, hata hujashika kompyuta, mtu akasema kweli you know. Kwa ndo hivyo. Kuchoka sio mwisho, ni signal ya kubadilisha mbinu. Mkiona umechoka, badilisha mbinu. Uko unasoma badilisha. Ukiweza kubadilika, utakuwa unstoppable. Utakuwa unstoppable. Kama video hii imekugusa, like, comment na subscribe kwa video zaidi za tech.